wameshindwa kulinda mpaka faini ile inayostahili ilipwe. Niliingia kwenye mgogoro mkuu na mpaka sasa tumeingia kwenye mgogoro huo. Jina langu sasa hivi na jeshi la polisi ni vitu viwili tofauti. Hilo mjue, hiyo ni vita. Iliwahi kutokea scenario moja na Mkatila. Mimi mwenyewe niliamua kutumia pesa yangu kulipa fidia ya wakulima. Ni kwa sababu hiyo jeshi la polisi linataka liachie ng'ombe inavyojisikia. Mimi nikasema achieni. Kama fidia mimi nitawalipa wananchi wangu fidia. Nililipa. Nilitoa 500 nikawalipa wananchi. Nilifanya vile kwa mapenzi. Sikutaka mwananchi wangu alalamike amekosa fidia, kwa sababu mimi nimeamua kuwa na msimamo wa kutaka ile sheria itekelezwe kama inavyotakiwa. Sababu target yangu kubwa tufike ndani ya siku 7 ng'ombe wapigwe mnada. Lakini wao wanashinikiza kwa sababu wanajua wao ndio wana silaha. Wakiacha ng'ombe pale, nani atalinda? Ndio atalinda, hawezi linda. Mwenyekiti hawezi kulinda, hana silaha. Kwa hiyo lazima wataondoka wale ng'ombe. Mwisho wa siku tunakuwa tumefeli, sheria haifanyi kazi. Sasa nataka niwape picha halisi. Hali ikoje kwenye mpango huu? Sasa basi, jukumu hilo lilifanyika na askari walifanya wanavyoweza, wakaingia mgogoro kati ya jeshi la polisi na halmashauri. Wenyewe wapo kwenye mgogoro huko juu. Ikatokea scenario nyingine hapa Matambalale juzi ameelezea mwenyekiti hapa. Wakati askari wanakuja mimi nilifahamu na mimi ndio nilishinikiza waje pale kwenye lile eneo baada ya kupigiwa simu, waje wafanye operation. Walikuja kwa shida sana. Mpaka tulianza kurushiana maneno sio, lakini walikuja. Na nashukuru mwenyekiti ulishiriki. Na mimi mara nyingi natamani mimi niwepo, lakini kutokana na majukumu nilionayo nashindwa. Majukumu nilionayo kuna wakati nashindwa kufika kwenye kila kijiji na jeshi la polisi. Na ndio maana huwa nawaagiza wenye viti, nendeni kwa niaba yangu. Hakikisheni mnapokwenda huko mkikamata ng'ombe msimalizane nayo huko. Waleteni kijijini, waje watu wanaotafsiri sheria, watafsiri sheria, lifanyike kama ninavyotoka kwenye sheria. Na nashukuru lilifanyika. Shida ilikuwa mwishoni tu. Ng'ombe walikamatwa pale, walikaa uwanjani siku 3. Baada ya kukamatwa pale wamekaa siku 3. Kwa mara ya mwisho tunaachana pale. Wafugaji walete fedha shilingi milioni 9.1. Milioni 2 kwa ajili ya fidia za wakulima ambao walilishiwa kwenye maeneo yao. Pesa inayobakia ni kwa ajili ya faini kama sheria inavyotaka. Lakini cha ajabu, nilikuja kusikitishwa, niliona ng'ombe wametawanywa. Mimi diwani sijui. Wakati mimi ndo nilishiriki wale ng'ombe kuwa pale na tukakubaliana wasiachiwe mpaka fedha hii ilipwe. Natamani sana mfugaji aumie, atoe pesa nyingi aumie. Tena ikiwezekana ashindwe kuja kulipa ndani ya siku 7. Ili maamuzi mengine yafanyike.